Hi, naitwa Dr. Upendo. Leo tutazungumzia kuhusu visababishi vya PID. Na kama utakuwa miongoni mwa watu ambao wanapitia hizi changamoto ambazo nitazisema na still bado umeenda hospitali umeambiwa una PID, nisikilize kwa makini hadi mwisho. Alafu somo lijalo nitakupatia tiba ya tatizo la PID, lakini pia subscribe ili uendelee kupata video zangu kila ninapotoa video. Nikitoa video ya tiba uweze kuiona kirahisi. Kuna sababu mbalimbali za tatizo la PID. Sababu ya kwanza kabisa ni sexual transmitted disease, magonjwa ya ngono kama kisonono, kaswende, pangusa. Hayo ni magonjwa ya ngono ambayo yanaenezwa kupitia ngono isiyo salama. Unapofanya tendo na mtu ambaye ana shida hiyo, ana changamoto hiyo, unaweza kushangaa unapata. Lakini pia hayo magonjwa ya zinaa mostly yanaambukiza kama hujafanya tendo au umefanya tendo bila kutumia kinga. Na kuna wanawake wengi sana sana nachukulia ni sana sana kwenye miaka 15 hadi 25, mabinti. Mostly anatembea na mwanaume yoyote kwa ajili ya pesa, na anafanya tendo na mwanaume yoyote kwa ajili ya pesa. Anaishia kupata magonjwa ya zinaa ambayo yanampelekea yeye kupata PID. Sababu nyingine ya pili ni kutoa mimba, abortion, kutoa mimba bila njia salama, nikimaanisha unsafe abortion. Mtu anatoa mimba nyumbani, ana vidonge tena ameenda kununua kwenye pharmacy mbalimbali, ananunua, anatoa mimba alafu asafishwi, anajikuta kama anapata hilo tatizo. Sababu ya tatu ni kupata mimba ambayo inakuwa imetungwa nje ya kizazi, nikimaanisha ectopic pregnancy, ambazo zinakuwa za mara kwa mara. Mfano, mwaka huu umepata ectopic pregnancy, mwaka ujao umepata ectopic pregnancy, yani zimekuwa zinafuatana sana na zimekuwa mara kwa mara. Hii inaweza kusababisha wewe ukapata maambukizi kwenye via vya uzazi na kusababisha changamoto ya PID ambayo inakula kizazi na kusababisha changamoto ya kutosheka ujauzito, lakini pia na hormone imbalance. Lakini sababu ya 4 ni kufanya dodging. Dodging ni punyeto ya mwanamke. Mwanamke anapofanya punyeto, nikimaanisha anasugua ukeni, anajisugua ukeni. Wengine wanaingiza uume bandia, lakini wengine wanatumia vichupa, wengine wanatumia tango, na wengine wanatumia ndizi, vitu ambavyo sio safi na salama. Kwa unakuta wale mabakteria wana accelerate, nikimaanisha wanatoka wanaingia kwenye kizazi au via vingine vya uzazi, wanasababisha changamoto ya PID ambayo inakula sana kizazi. Lakini kuna sababu nyingine ya 4 ni magonjwa sugu ya ukeni, sana sana mfano fungus. Kuna wanawake wengi wanalalamika, leo na fungus, kesho na fungus, yani fungus hazijawahi kupona. Mostly fungus ikiwa sugu inapelekea yale maambukizi, bakteria wale wanaingia, wale mafungus wanaingia, wanabadilishwa, wanaingia mpaka kwenye kizazi au via vingine vya uzazi kama kwenye fallopian tubes, nikimaanisha kwenye hizi njia ambazo ni salama, ambazo zinatakiwa kwa ajili ya kufertilize, kurutubisha yai. Unakuta wanalishambulia na kusababisha changamoto hiyo ya PID. Na wanawake wengi sana wanapitia tatizo la fungus. Kuna siku nitawaeleza kwa kina kuhusu fungus na tiba yake. Lakini pia kuna sababu nyingine ya wiping. Yani wiping ni kumaanisha kujisafisha. Mwanamke tunajua wanawake wengi wanatamani huku chini wanukie, wao wanajisikia vizuri. Kuna wengine wanatumia sabuni za maji, wengine wanatumia vitu vingi sana, wanatumia kuweka huku chini, mara sijui maji wanakorogea nini, mara sijui wanaweka limao ili kufanya angalau pawe vizuri, sana sana kwa watu ambao wanakuwa wanatoa harufu huku chini, kuna magonjwa kama ya fungus. Kuna kuta wanatamani wanukie, kwa hiyo wanatumia vitu vingi, sabuni, wanatumia perfume, wanaweka huku chini, kitu ambacho sio sahihi. Lakini nikimaanisha wiping, na maanisha ni kujisafisha. Ile baada ya kwenda haja kubwa au haja ndogo, wanavyojisafisha. Mwanamke anatakiwa kujisafisha kutoka mbele kwenda nyuma, kwa sababu unapotoa nyuma kuja mbele inasababisha yale maambukizi unaotoa kwenye njia ya haja kubwa, bakteria kutoka kwenye haja kubwa unawaleta ukeni, na hivyo wanaingia hapa kwenye via vya uzazi, wanavishambulia na unaishia kupata PID. Kwa jitahidi sana kujisafisha kutoka mbele kwenda nyuma. Lakini pia kuna wanawake ambao sio siri
kwa wakati wa kujifungua, yani akikaribia kujifungua, anaenda kujifungua lakini huku chini hajanyoa na ni mchafu na stili bado yuko na fungus, yani zinatoka, uchafu unatoka muda wote na unatoa harufu. Mostly mtoto unapojifungua ile na ukiwa vile inasababisha wewe vile maambukizi, baada ukishajifungua maambukizi yanaingia kwenye kizazi moja kwa moja, kwa sababu kutakuwa na open space. Kwa hiyo akishaingia kule kwenye kizazi, yanakitafuna kizazi, yanaingia kwenye via vingine, kwenye mayai, kwenye nini, yanatafuna, yanasababisha wewe unahangaika na PID. Na watu wengi wanahangaika na PID kwa sababu wanakosa watoto, hawapati watoto kwa sababu ya PID, kwa sababu imeingia, imetafuna kila kitu. Lakini kuna sababu kuu moja natamani tuizungumzie, inaitwa kitanzi, IUCD. Najua kuna mwanamke ambaye mpaka sasa anavyoniangalia hii video anatumia kitanzi. Na hicho kitanzi alichotumia either ameweka kwa njia ambayo sio salama. Unakuta mtu aliyemwekea either mikono yake ni michafu ambayo imesababisha wale wadudu wameingia mpaka kwenye via vya uzazi. Lakini kuna mtu mwingine ambaye amewekea IUCD lakini kumbe kwenye mfuko wake wa kizazi au kwenye mfuko wake, kwenye shingo yake ya kizazi kuna uchafu, ana fangasi sugu wa muda mrefu. Kwa unakuta discharge, ule uchafu unatiririka. Unakuta alivyowekwa na kitanzi ndo ukasukuma ule uchafu ambao una mabakteria na mafangasi, ukasukuma kuingia ndani. Ulipoingia kwenye kizazi ukaendelea kutafuna kizazi. Kwa unakuta analalamika fangasi haziponi, kumbe hata ana fangasi lakini haishafika kwenye stage ya PID ambayo inamsababisha yeye anashindwa kushika ujauzito, inamsababisha yeye anahangaika na changamoto ya hormone, inamsababisha yeye anatoa harufu kule chini mpaka mume wake anamkimbia kama na mume, lakini hata wachumba wanamkimbia kwa sababu huko chini hakufai. Mwanamke jitahidi sana kujisafisha, mwanamke jitahidi kujitunza. Mimi nipo kwa ajili yako. Utasikiliza video nyingine ambayo nitaitoa siku nyingine. Kwa hiyo jitahidi kusubscribe ili upate video ya tiba ya PID ili uache kuhangaika na PID tena. Mimi naitwa Dr. Upendo, nakupenda sana, karibu.